Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena Roho ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza Roho na sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Februari 19. Somo lisemalo, kile Mungu anachokipenda zaidi ni tabia njema. Hebu na tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema uliyotupatia. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu. Zaburi 90 mstari wa 17. Mungu anapenda uzuri, lakini kile anachokipenda zaidi ni tabia njema sana. Ni uzuri wa tabia ambao hautaangamia, bali unadumu katika zama zisizokoma za umilele. Bwana msanifu mkuu ameumba yungiyungi, akaifanya mazuri mno kiasi kwamba yanashinda utukufu wa Sulemani. Ni kwa jinsi gani basi atamjali mwanadamu ambaye ni mfano wa utukufu wa Mungu? Anatamani kuwaona watoto wake wakionyesha tabia inayofanana na yake. Kama miale ya jua itiavyo maua rangi tofauti na za kupendeza, ndivyo na Mungu anavyoweka nafsini uzuri wa tabia yake mwenyewe. Wale wote wanaochagua ufalme wa Yesu wa upendo na haki na amani, wakiyafanya matakwa yake kuwa ya muhimu zaidi ya yote, wanaunganishwa na ulimwengu wa juu na kila baraka hitajikayo kwa ajili ya maisha haya inakuwa yao. Katika kitabu cha majaliwa ya Mungu, kitabu cha uzima, tumepewa ukurasa kila mmoja wetu. Ukurasa huo una kila kitu kuhusiana na historia yetu. Hata nywele za kichwa zinahesabiwa. Kamwe watoto wa Mungu hawatoki akilini mwake. Maonyesho ya kidunia, hata yawe ya kuvutia jinsi gani, hayana thamani machoni pa Mungu. Zaidi ya yale yanayoonekana na ya kitambo, yeye uyathamini yasiyoonekana na ya milele. Ya kitambo yana umuhimu tu pale yanapodhihirisha yale ya milele. Kazi bora zaidi za sanaa hazina uzuri unaoweza kulinganishwa na uzuri wa tabia, ambayo ni matunda ya utendaji kazi wa Roho Mtakatifu ndani ya nafsi. Kristo alikuja ulimwenguni na kusimama mbele ya wana wa wanadamu, akiwa na hazina ya upendo wa milele, na hii ni hazina ambayo kwa njia ya uhusiano wetu na yeye
tunapaswa kuipokea, kudhihirisha na kuwapatia wengine. Tunapaswa kutofautishwa na ulimwengu kwa sababu Mungu ameweka muhuri wake juu yetu, kwa sababu anadhihirisha ndani yetu tabia yake mwenyewe ya upendo. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo, kile Mungu anachokipenda zaidi ni tabia njema. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa somo zuri ulotupatia. Asante kwa kutukumbusha kuwa tunahitaji kuwa na tabia njema, kwani ndicho unachokipenda zaidi. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, Huachwi